Usiku wa manane, msitu umetulia, lakini ndani yake kuna jeshi linatembea kimya kimya. Mfalme Robert amerudi, na safari hii hakuja kuomba. Amejiandaa kuvamia, lakini swali ni moja tu: je, atauweza mziki wa Jabiri? Hii ni safari ya mwisho ya Chief Hassan sehemu ya 14. Kama hujasubscribe, fanya hivyo sasa. JC Swahili Movies. Ngoma bado nzito sana, twende pamoja. Baada ya Jabiri, mzee na ndege kusafiri muda mrefu kuelekea kwenye ufalme wa Robert, walipita juu ya vijiji vingi vinavyozunguka ufalme huo. Kutoka angani waliweza kuona hali halisi ya maisha ya watu. Ardhi ilikuwa kavu, hakuna chochote. Wanawake walibeba mitungi ya maji umbali mrefu. Jabiri aliangalia chini kwa huzuni kubwa. Akasema moyoni mwake, wananchi wanateseka sana. Serikali ya mfalme Robert inachukua pesa tu na kuwaacha bila msaada. Inasikitisha sana. Akajisemea moyoni, mizimu, naombeni mnipe nguvu, hekima na moyo wa kuwasaidia watu hawa. Safari ikaendelea. Jioni ikaingia taratibu, jua likazama nyuma ya milima na giza likaanza kufunika anga. Walipofika kwenye kijiji kimoja kilichokuwa karibu na mipaka ya ufalme wa Robert, waliamua kuweka kambi hapo usiku huo kabla ya kuingia rasmi kwenye ufalme. Walipokelewa kwa furaha kubwa. Watu wa kijiji hicho waliwatambua tangu zamani, kwa sababu waliwekaga kambi mwanzo wakati wanakwenda kuchukua dawa iliyotakiwa kumponyesha marehemu Chief Hassan. Waliwapa chakula kwa upendo, maana safari ilikuwa ndefu sana na walikuwa na njaa. Baada ya kula, wote wakaingia kulala. Lakini usiku huo Jabiri aliota ndoto kali sana. Aliota wanakijiji wakilia, wakimuomba msaada. Akiwa anatembea porini ndani ya ndoto, alikutana na mzee mmoja wa ajabu, mzee wa kichawi. Mzee huyo akamuuliza, unatafuta nini wewe kijana wa msituni? Au umerudi nyumbani kwenu? Jabiri akamjibu ndani ya ndoto, mimi ni mtoto wa marehemu Chief Hassan. Kwetu ni kule milimani, sio huku porini. Lakini mzee akamwambia, wewe sio mtoto wa Chief Hassan, ulilelewa tu. Wewe ni kijana wa msituni. Chief Hassan alikuokota na kukulea kama mwanaye kwa sababu alikuwa mtu wa hekima. Maneno hayo yakamchoma Jabiri kama moto. Ghafla akashtuka usingizini kwa hofu kubwa. Alitoka nje ya nyumba, akaangalia juu angani, akasema kwa sauti ya chini, enyi mizimu, mimi ni nani? Mbona napitia mambo mengi hivi? Kama baba yangu si marehemu Chief Hassan, basi baba yangu yuko wapi? Na mbona mmenipa mzigo mzito sana juu ya taifa hili? Ghafla hewa ikabadilika. Mizimu ikajitokeza, ikamwambia, kijana, Chief Hassan alikuchukua na kukulea kwa sababu ilikuwa ni hatima iliyoandikwa. Lakini siku moja utamjua baba yako ni nani, lakini sio kwa sasa hivi. Kwa sasa fanya yaliyo mbele yako. Uonye wanakijiji wanateseka, wewe ndiye mtetezi wao. Hazina uliopewa kule milimani ndani ya kijiji cha Kivule, uitumie kutuliza kilio cha wananchi hawa. Hatima yako iliandaliwa kabla hujazaliwa. Kamilisha kazi yako kwanza. Baada ya maneno hayo, mizimu ikatoweka. Jabiri alibaki peke yake, moyo wake ukiwa umejaa maswali mazito. Alirudi ndani, lakini usingizi haukumjia tena. Asubuhi ilikuwa inakaribia. Ndege mkubwa akamsogelea taratibu na kusema, mbona hulali wewe kijana? Kisha akamwambia kwa sauti nzito, unajua siku hizi nimekuwa kimya kwa sababu sasa wewe ni kiongozi wa watu, lakini nilishapewa jukumu la kukulinda mpaka utakapokamilisha misheni yako katika taifa la Robert. Jabiri hakujibu, lakini macho yake yalionyesha kuwa safari hii ilikuwa kubwa kuliko alivyodhani. Je,
Jabiri atagundua ukweli kuhusu baba yake halisi. Je, hazina ya kivule ataweza kuitumia kulinda watu wa ufalme wa Robert? Na nini kitatokea watakapoingia ndani ya ufalme wa Robert? Hapa ni mwisho wa sehemu ya 14. Mdau wetu, usikose sehemu ijayo. Sehemu ya 15 ya safari ya mwisho ya Chifu Hassan. Subscribe channel yetu, washa kengele upate notification kila tunapoweka video mpya.